Biblia inasema katika kitabu cha Isaya 54 mstari wa kwanza. Hebu nisomee hapo. Wakati unafungua, nataka utambue mambo ya kuzingatia. Namba moja, nafasi ya kuzaa ni nafasi ya shukrani. Unaposema kuna jambo liko ndani yangu linatakiwa lizalike, haleluya, lazima uwe mtu wa kushukuru. Uwe mtu wa nini? Wa kushukuru. Mtu wa shukrani. Unaposema nakaa kwenye hii nafasi kwa sababu ninataka nizae, lazima uwe mtu wa shukrani. Kwa nini? Kwa sababu unajua mahali hapa nilipokaa ni mahali ambapo Yesu Kristo ameniweka. Na Yesu Kristo ndio mume wangu katika ulimwengu wa roho. Na mimi ndiwe kanisa. Haleluya. Amina. Kwa hiyo ninakuwa ni mtu wa shukrani. 54 mstari wa kwanza inasemaje na kuendelea hapo mbele? Inasema imba wewe uliyetasa. Imba wewe uliyetasa. Wewe usiyezaa. Wewe usiyezaa. Paza sauti yako kwa kuimba. Paza sauti yako kwa nini? Kwa kuimba. Paza sauti yako kwa kuimba. Wewe ambaye watu wamekuita tasa, imba. Huwezi kuimba kama huna imani. Haleluya. Amen. Upo kwenye changamoto na unasema nataka nizae vitu vya kimungu. Alafu saa hiyo unatakiwa mshukuru Mungu kwa sababu unajua huyo Mungu ndio atakaye kusaidia. Unatakiwa mshukuru Mungu, inahitaji tendo la imani. Yes. Haleluya. Amina. Anasema huyu mtu anayeambiwa imba wewe uliyetasa sio kwamba amezaa. Maana yake anatakiwa achukue hatua ya imani ya kumshukuru Mungu kwamba Mungu kamtoa kwenye utasa na kamuingiza kwenye kundi la watu wanaozaa, waliobarikiwa ili wazae. Kwa nasema imba wewe uliyetasa. Piga kelele. Piga kelele. Wewe usiyekuwa na uchungu. Wewe usiyekuwa na uchungu. Maana watoto wake aliyeachwa ni wengi. Watoto walioachwa ni wengi Kuliko watoto wake. Yeye aliyeolewa. Paza sauti, piga kelele, mshangilie Mungu. Haleluya. Amen. Kwa sababu hutaitwa tasa tena. Mahali ulipo hautakaa uitwe tasa. Mahali ulipo ndipo kwenye chanzo cha kuzalisha. Mahali ulipo ndipo baraka za uzao hutoka. Kwa hiyo lazima uwe na tendo la imani la kumshukuru Mungu. Hata kama hujaona kitu, maana yake uanze kumwambia Mungu asante. Kwa sababu kuna wengi tunashindwa kuzalisha vitu vya kimungu kwa sababu tunataka tuone. Kuna watu hapa mpaka hawajaona Sinai, kuna watu 2000 5000 ndio utakuta hapa sasa hivi wamechangamka kwa sababu wanatembea kwa kufanyaje? Kwa kuona, sio kwa imani. Hawezi kumshukuru Mungu kwa sababu anamshukuru Mungu kwa hili mbona sijaliona. Namwambia Mungu asante kwa hili mbona sijaliona. Haleluya. Yaani hata ukimwambia shukuru anashukuru, lakini ndani yake anakuwa ana vitu vinaongea. Kwamba sasa namshukuru wakati ile jambo tokea nimeanza kushukuru hata sijaji kuonaga madhiriko. Haleluya. Amen. Lakini anasema imba wewe uliyetasa. Yes. Wewe ambaye hujawahi kuona uchungu. Kwa nini? Kwa sababu unaenda kuona uchungu. Kwa hiyo kwa imani takaa, haijalishi sioni kitu. Yes. Lakini najua ndani yangu nina mimba. Yes. Na Yesu sio muongo. Yeye aliyenipa atanizalisha na nitakuwa salama na watu walionizunguka watasema hakika huyu mtu ana Mungu. Haleluya. Kwa hiyo nitaanza kwa imani kwa kumshukuru Mungu. Amina. Mungu asante kwa sababu mimi sio tasa. Yes. Sitajiita tasa tena. Yes. Kwa sababu amesema imba wewe uliyetasa. Nasema mimi sio tasa. Amina. Asante kwa sababu Mungu umenibariki. Amina. Asante kwa sababu uzao utakaotoka kwenye tumbo langu utakuwa baraka kwa wengine. Ile itakayozalika kwenye maisha yangu itakuwa baraka kwa wanaonizunguka. Itakuwa baraka kwa familia yangu. Itakuwa baraka kwa ukoo wangu. Ninakushukuru kwa sababu mimi ni wana wengi, mimi mama wa wana wengi. Mimi ni mama niliyobarikiwa. Ninazaa vya rohoni na vya mwilini. Nitadhirika vya kutoka rohoni kuja mwilini. Na watu wataona utukufu wa Bwana. Watu watakushangaa wakati wewe unamshukuru Mungu. Wanasema wewe akili unazo kweli. Hawakwambii ila mioyo yao inakwambia. Tokea umeanza kumshukuru Mungu, mbona hatujaona? Lakini kitakachonifanya nizae kwa sababu ndani yangu nina imani. Amina. Kwa sababu Yes. Ikiwa unataka uzae makusudi ya Mungu, lazima uwe na imani. Amina. Namba 2, lazima uwe na nini? Na imani. Biblia inasema Waebrania 11 mstari wa kwanza inasema ikiwa una uhakika wa kwamba Mungu ataondoa jina la utasa kwenye maisha yako, utamshukuru Mungu kwa imani. Amina. Utamshukuru Mungu kwa imani.
Waebrania 11 mstari wa kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika, ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana yake jicho la imani linanipa kutambua kwamba mimi sio tasa, mimi sio masikini, mimi ni mfanyabiashara mkubwa. Tena sio mfanyabiashara wa kuajiriwa wa kukaa kwenye ofisi za watu, bali mimi mwenyewe ndio mkurugenzi mwenyewe, mimi ndio meneja mwenyewe, mimi ndio mwanzo founder mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo nitaanza kumshukuru Mungu kwa imani. Naumba vitu vitoke kabla havijatoka, kwa sababu nikiumba majira yatafika, vitazaliwa. Haleluya. Kwa hiyo lazima, kama nataka mambo ya kimungu yazalike kwangu, lazima imani yangu iwe kwa Mungu. Imani yangu iwe kwa Mungu juu ya yale ambayo anayafanya, aliyafanya kwa wengine na ambayo atayafanya kwangu. Imani yangu iwe kwa Mungu juu ya neno alilosema na mimi. Juu ya neno ya lile alilosema na mimi kupitia watu, ya kwamba wewe ni mfanyabiashara. Imani yangu inaanza kujengeka hapo. Mimi kumbe ni mfanyabiashara. Ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Imani yangu inajengeka hapo. Naanza kumshukuru Mungu. Niliambiwa ni imani yangu kwa Mungu kupitia watu kwamba mimi ni mfanyabiashara, na imani ya Mungu kupitia mimi mwenyewe kunionyesha kwenye ndoto kwamba mimi ni mfanyabiashara au mimi ni mwombaji. Kwa hiyo imani inaanza hivyo. Haleluya. Imani yangu juu ya agano la Mungu kwenye maisha yangu lazima niwe nayo. Lazima niwe na imani ya agano la Mungu kwenye maisha yangu binafsi. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nisipokuwa na vitu kama hivyo, nisipoamini. Haleluya. Amen. Ndio maana mimi nilishaambia hata huko nyuma, nilisema Mungu ulisema na mimi kupitia watu. Yes. Lakini sasa nataka useme na mimi. Sasa naunganisha dot. Umesema na watu, ninakuamini. Sio mtu mmoja, sio watu wawili, ninakuamini. Na umesema na mimi, ninakuamini. Kwa hiyo nasimama kwenye nafasi ya kuamini ya kwamba huyu Mungu sio muongo. Yes. Kama alivyonifunulia mimi na akafunua kwa wengine. Yes. Maana yake amekusudia kufanya, amekusudia nizae, amekusudia nizae mambo makubwa. Kwa hiyo nasimama kwenye nafasi ya kumshukuru, kwa sababu shukrani ni ufunguo wa njia ya mahali ambapo ninaelekea. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Imani yangu kwa nabii zote nilizopewa, imani yangu kwa Mungu, nabii zote nilizopewa na kusanya na zijumlisha, naangalia kabisa huyu aliyeniambia huyu hakuwa anafahamiana na huyu. Kwa nini Mungu alimtumia? Ni Mungu alisema, naamini. Haleluya. Imani yangu, huyu Mungu alimtumia na huyu alimtumia, na bado akasema na mimi, najumlisha yote. Alafu nasema hapa ni Mungu alisema na mimi. Kwa hiyo Mungu hajawahi kuwa muongo, na wala hana desturi ya kuwa muongo. Yes. Na wala hata kuwa muongo. Yes. Kwa hiyo ninaanza kutembea kwa imani. Kwa nini? Kwa sababu hivyo vipengele vyote nilivyokuambia vitakusaidia mazingira yanapokuonyesha kwamba wewe si. Haleluya. Mazingira yatakapoinuka, watu watakapoinuka. Yes. Ya kwamba sio wa Mungu, hujaitwa na Mungu. Yes. Mungu hajakuchagua. Yes. Wewe unatumiwa na hivi. Imani yangu itakuwa kwenye neno lake na itanipa ujasiri wa kusimama na kusonga mbele. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hiyo imani itakusogeza zaidi panapo nafasi unayostahili, na utajikuta kwa majira unazaa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amina. Maana yake kama una imani wewe una matatizo, humwamini Mungu una shida, huamini katika nabii alizokupa una tatizo, huamini katika neno lake una shida, huamini katika neno alilosema na wewe kupitia manabii una tatizo. Kwa hiyo unapokosa imani, wewe ni unakuwa na ugonjwa zaidi. Hata wanafadhali wenye HIV wanaweza wakaombewa wakapona, au wenye kansa au wenye magonjwa mbalimbali wanaweza wakasaidika na mavimbe yakatoka, lakini wewe ambaye unakuwa unakosa imani una tatizo kubwa. Unahitaji neema ya Mungu ikusaidie. Kwa nini? Itakufanya ufe kabla haujafa. Unapokosa imani unakufa kabla hujakufa. Yeah. Geuke jirani yako, mwambie unakufa kabla hujafa. Unakufa kabla hujafa. Unazikwa kabla hujazikwa. Unazikwa kabla hujazikwa. Haleluya. Kuna watu walishazikwa kabla hujazikwa. Kwa sababu
ndani yao hawana imani. Wamekosa kumwamini Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mazingira yaliwakataa. Yaliwaonyesha vidhibiti ya kwamba wewe sio. Kwa hiyo mazingira yalivyoonyesha ya kwamba wewe sio. Haleluya. Ndani yake akafuta taarifa zote za kimungu zilizokuja kwenye maisha yake. Akafuta kwamba mimi niliambiwa ni mtumishi wa Mungu. Akafuta ya kwamba mimi niliambiwa ni mbarikiwa. Akafuta ya kwamba mimi niliambiwa nitakuwa nabii, nitakuwa mtume au nitakuwa mtu aina fulani. Akafuta vyote. Kwa hiyo akabaki na ile ya kwamba wewe huna kitu. Unataka nikwambie kitu kimoja? Yes. Haleluya. Amina. Ndio maana kila mara nakupenda kuambia. Na wapa shuhuda ambazo mimi ziko kwenye maisha yangu. Ndio Apostle. Kuna mtumishi mmoja aliniambia miaka ya nyuma. Haleluya. Amina. Nikiwa naangalia kumtafuta Mungu, huyo mtumishi wa Mungu nilipoenda kwake, nilipoelekezwa, nikaenda kwake, akaniita, akaniambia, akasema aya, kuna neema hata. Haleluya. Sasa sio hata naishije, maana yaani yule alikuwa ananinyonga kabisa. Haleluya. Amen. Sasa huyu mtumishi alisaidia watu wengi sana. Lakini nilipofika kwa Munana, watolea watu jumbe nyingi nzuri, watu wanatoka pale wamefurahi, na ndio maana walishawishika na mimi niende. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu mimi nilikuwa sihitaji utumishi. Kwa hiyo wakashawishika kwamba huyu akienda hapo atafanyaje? Atasaidika kwenye kile ambacho anajaribu kujikataa. Huyu hapa lazima atamsaidia. Haleluya. Amina. Yule mtumishi alipofika kwa akaniambia, Bwana Yesu asifiwe. Ni amina baba. Zao zima mimi nzuri baba. Mtumishi wa Mungu, prophet wa Bwana, sema na mimi vile Mungu anataka. Sasa hata sielewi naanzia wapi, kwa sababu yani nikiangalia kwenye ulimwengu wa usiku huoni kabisa, yani sijui niko wapi. I say haleluya. Akaniambia sioni neema hata. Yani wewe hata sijui imekuwaje umesurvive mpaka leo. Kuna watu wana maneno wewe. Ushukuru Mungu Apostle Luciana, na wewe Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Maana ningekukanda mimi hivyo aise wewe usingenipenda. Haleluya. Amen. Na bado nikanyenyekea pale. Nikasema baba, sema na mimi, Mungu anisaidie basi, anisaidie basi, maana yeye ndio nabii. Akasema sioni kabisa. Kwa hiyo wewe inabidi ufanye kazi za mikono. Haleluya. Ufanye kazi za nini? Za mikono. Ufanye kazi za nini? Za mikono. Wewe ufanye kazi za mikono, kwa sababu kwenye neema, zile neema haupo. Haleluya. Amina. Sasa ningekuwa sina imani na neno la Mungu, wewe ungenijua? Hapana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana Mungu aliniambia kitu kimoja huko nyuma, na huwa nakiongea mara nyingi, sio tu madhabahuni, na nakiongea pembeni. Na sasa mimi siogopi kusema, kwa sababu Mungu alishaniambia hivi. Kwa sababu zamani wakati mjinga nilikuwa nalia, nikisemwa nalia. Nikiambiwa una hivi nalia. Kwa hiyo nilinitesa, lakini Mungu akaja akaniambia acha ujinga, bado hujasema. Yes. Utasema sana. Na nimeona kusemwa sana. Kwa hiyo sasa hivi mimi rangi zote za kusemwa ninazo, waga zinitishi. Haleluya. Kiniambia sina Mungu nasema safi. Haleluya. Kwa sababu mimi najua naye sasa nafanyaje? Wewe ndio umeona sina nini jicho lako. Ni nini nataka uelewe kwamba imani yako juu ya Mungu, juu ya neno ulilonalo, hiyo ilikuwa kwenye ndoto, Mungu alisema na wewe kwenye ndoto, au kupitia mtumishi mmoja Mungu alimtumia akasema na wewe. Haleluya. Hilo linapaswa likupe nguvu ya kufikia mahali ukazaa kile kilicho ndani yako. Haleluya. Hilo likupe nguvu ili uweze kuzaa kile kilicho ndani yako. Kwa sababu wakuua watakuwepo wengi. Yes. Lakini neno lililo ndani yako litakupa nguvu na utasimama na utasonga mbele. Miaka imepita, huyu mtumishi aliyeniambia kabisa kwamba mimi sina neema nini yoyote. Miaka imepita sasa huyu ambaye sina chochote kashaanza kusaidia wale watoto wa Mungu. Haleluya. Akanikuta kwenye mitandao. Haleluya. Mimi sina hili wala lile. Tena nakumbuka nilikuwa mlimani, natafuta tu network ili niweze kuwapigia watoto wangu hapa kanisani. Nikashangaa namba ngine imeingia. Halo. Shalom. Unajua unaongea na nani? Mimi sijui. Unajua manabii wanakuwa na sauti za kutetemesha mimi nitageuza sauti yangu sasa. Haleluya. Akasema mimi ndio prophet fulani. Nikasema prophet, Mungu akubariki. Haleluya. Nikakumbuka kule akaniambia sisi nikwambie, Mungu akubariki, nimeona kazi ya Mungu unayoifanya. Haleluya. Amina. Na Mungu ananiambia utafika mbali sana. Haleluya. Sijui Mungu kaanza kusema naye nini habari
nataka nije hapo kanisani ili tusaidie watoto wa nani? Wa Mungu. Haleluya, haleluya. Sijui kama unanielewa vizuri. Haleluya. Nataka unipe nafasi ili nije hapo kanisani tusaidie watoto wa nani? Mungu amenionyesha kesho yako sio ya kawaida. Haleluya. Nikasema Baba, ninapokea. Nikasema hivi, mwezi wa 12 tuna mgeni rasmi ambaye ndio Roho Mtakatifu. Yes. Kwa sasa kwa sababu tulishamwandaa Roho Mtakatifu kwa ndio mgeni rasmi atakayetuhudumia, inabidi tunaomba tusubiri wakati mwingine. Haleluya. 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 Aha. Mungu akusaidie uweze kuzaa. Kuzaa maono inahitaji akili, inahitaji hekima. Haleluya. Ya kimungu. Na unaipata pale unapokuwa umekubali kuzaa. Yes. Na kukubali kwenda chumba cha kuzaa. Haleluya. Haleluya. Amina. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Amina. Mimi ninaendelea, sijui kama umechoka, lakini mimi wajibu wangu kuleta chakula mbele yako ili ushibe na uweze kufikia pale Mungu amekusudia. Okay, nafasi ya kuzaa ni nafasi ambayo ya kuona uchungu. Pale nyuma nimeelezea kidogo kwamba mtu anayetaka kuzaa, iwe maono iwe biashara, kuna maumivu lazima utapitia. Kuna uchungu lazima utapata. Ndio maana tuliona kule Hana akasema, mjakazi wako nina uchungu moyoni mwangu. Kwa sababu yeye ni mama anataka kuzaa. Kwa hiyo hata mtu yote anataka kuzaa mambo makubwa kwenye maisha yake au yale hatima ambayo Mungu alimkusudia, lazima kuna kuona uchungu. Isaya 66 mstari wa 8 naomba unifungulie hapo. Alafu utafungua tena Yohana 16:20, lakini anza na Isaya 66 mstari wa 8. Mstari wa 8 inasema nini? Inasema, ni nani aliyesikia neno kama hili? Ni nani aliyesikia neno kama hili? Ni nani aliyeona mambo kama haya? Ni nani aliyeona mambo kama haya? Je, nchi yaweza kuzaliwa kwa siku moja? Nchi inaweza kuzaliwa siku moja? Taifa linaweza kuzaliwa mara? Taifa linaweza kuzaliwa mara? Maana Sayuni mara alipopata uchungu alizaa watoto wake. Alipopata nini? Uchungu ndipo akafanyaje? Akazaa. Na Biblia inasema kwamba Mungu alimwambia Adamu kwamba watazaa kwa nini? Kwa uchungu. Sio watazaa kwa raha, watazaa kwa nini? Kwa uchungu. Uchungu utakapokuja ndipo wataona mtoto. Haleluya. Na anasema maana Sayuni mara alipoona uchungu ndipo alizaa watoto wake. Alipoona uchungu, maana yake kuna mahali lazima upitie ambapo patasababisha upitie maumivu, na hayo maumivu ndio yatakusababisha hapo. Kama unataka mtoto atoke salama, atatoka salama. Kama uko tayari afe, hapo ndipo utakapomuulia. Haleluya. Lakini nakuombea neema ya Mungu juu yako katika jina la Yesu. Unapoona uchungu, ujue karama yangu ndio inaenda kuzalika, karama yangu ndio inaenda kuonekana, karama yangu ndio inaenda kunitambulisha, karama yangu ndio inaenda kunipa heshima. Haleluya, haleluya. Baada ya kuona nini? Uchungu. Sio baada ya kuona raha, baada ya uchungu. Baada ya kutabika kwenye maombi, kama Daudi anavyosema, mtumishi wako nimetabika, sijalala kitandani, nimeamua kukaa macho. Baada ya maumivu ndipo sasa ninazaa, naona mtoto. Yohana 16:20 na 21 inasemaje? Yohana 16:20 na 21. Inasema, amini amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu, ninyi mtafanyaje? Mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itafanyaje? Itageuka kuwa furaha. Huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Kwa sababu gani? Yatakayozalika ndani yenu yatawapa furaha. Haleluya. Yatakayokuja kuzalika baada ya huzuni ni nini? Ni furaha. Haitakuwa tena maumivu, bali itakuwa ni furaha. Haleluya. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Luka 14:28 nasemaje? Maana ni nani katika nyinyi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia. 29. Haleluya. Ni nani kati yenu ambaye anataka kujenga mnara, asiketi akapiga gharama? Maana unataka kuzaa,
jua mbele kuna maumivu. Haleluya. Jua mbele lazima kutakuwa na uchungu. Haleluya. Amina. Na kila mtu anasema mimi nina uchungu, kila mmoja ana uchungu wake, japo kuwa zote ni nini? Ni uchungu. Kwa hiyo na wote upitia uchungu. Unawezekana usifanane na mwenzio, lakini uchungu uko pale pale. Piga mahesabu. Upo tayari kuzaa kwa uchungu? Kama upo tayari kuzaa kwa uchungu, maana yake utaingia gharama. Haleluya. Utaingia nini? Utaingia gharama. Haleluya. Ili umpate mtoto akiwa salama. Haleluya. 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 Kwa nini? Kwa sababu mahali hapo hutaeleweka. Haleluya. Hautaeleweka utakapokuwa kwenye chumba cha kuzaa, lakini mwisho wa siku baadaye anapata mtoto, kwa sababu hataeleweka mwisho wa siku. Haleluya. Haleluya. Pigia Roho Mtakatifu makofi ya nguvu. Mahali pa kuzaa ni mahali pa utaratibu. Mahali ambapo unataka uzae makusudi ya Mungu, lazima utaratibu uwepo. Waebrania 5:9-7. Mahali ambapo unataka uzae au ikiwa unataka kuzaa makusudi ya Mungu, lazima kuwe kuna utaratibu au mpangilio au nidhamu. Lazima iwepo mahali hapo, kwa sababu panapokosa nidhamu, panapokosa mpangilio, panapokosa utaratibu, lazima kutakuwa kuna uharibifu. Nisome Waebrania 5:7-9. Inasema yeye siku hizo za mwili wake, alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua. Maombi maana yake kulikuwa kuna maombi, nimesema utaratibu, nidhamu na mpangilio. Kulikuwa kuna maombi, kuna dua pamoja na nini? Kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa alikuwa ni mwana, alijifunza kutii. Nidhamu ilikuwepo hapo, alijifunza kutii. Huyo anatakiwa kuzaa wokovu ambao ndio tunaushangilia mimi na wewe leo, lakini alijifunza kufanyaje? Kutii. Alinyenyekea na alikuwa mtu wa maombi, alikuwa mtu wa kusali, alikuwa mtu wa kufunga na kulia mbele za Mungu. Endelea. Kwa mateso hayo yaliyompata. Kwa mateso. Anataka kuzaa wokovu, lakini kuna nini? Mateso. Kuna kulia hapo. Kwa mateso yaliyompata, nini kilifanyika? Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaofanyaje? Ambao nao watakuwa na utaratibu, na wao watafanyaje? Watazaa. Haleluya. Akawa sababu ya wengine kuzaa, kwa sababu wataufuata utaratibu ule. Haleluya. Haleluya. Neema ya Mungu iwe juu yako katika jina la Yesu. Amina. Mahali pa kuzaa makusudi ya Mungu, tambua pana vita. Sema pana vita. Pana nini? Pana vita. Mahali pa kuzaa makusudi ya Mungu, hapapo pa kawaida vita huinuka. Ndugu yako anaweza akawa ndio mwanzilishi wa vita ili tu usizae. Mzazi wako anaweza akainua vita ili tu usizae. Rafiki yako wa karibu anaweza akainua vita ili tu usizae. Mtoto wako anaweza akainua vita ili usizae makusudi ya Mungu, ili usizae zile ndoto au kusudi ambalo lipo ndani yako au hatima iliyo ndani yako. Haleluya. 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 Kwa sababu lazima wewe unataka kuzaa, unapambania uhai wako. Ndio maana unakuta huyu ambaye anakuwa ana mimba, huyu mwanamke, haleluya, huwa anapambania uhai wake yeye na wa mtoto wake, si ndio? Anapambania uhai wake, na hata madaktari mara nyingi wanapenda kuokoa. Inapoonekana kuna shida, wanajitahidi kuokoa uhai wa mama na nani? Na mtoto, kwa sababu ya vita inayoinuka ya kutaka kumtoa mmoja au kumpoteza mmoja. Haleluya. Kwa hiyo unakuta wanahangaika kwa elimu zao kuhakikisha wanapata mtoto na mama wakiwa nini? Salama. Sasa vivyo hivyo, maana yake wewe kama kanisa, wewe mwanamke sasa kama kanisa unatakiwa uzae maono, uzae utajiri, uzae biashara. Haleluya. Na huyu mtoto ambaye ni biashara bado yuko tumboni, vita inakuja ambayo imelenga kukuua wewe na mtoto. Kama imekukosa wewe, basi mtoto afe, wewe uendelee kukaa. Haleluya. Kwa lazima utambue kwamba nina maono, lazima nipambane kuhakikisha mtoto wangu anazaliwa
na kuhakikisha mimi mwenyewe ninakuwa salama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa sababu usipopambana, maana yake maono yatakufa na wewe utabaki kuwa wa kawaida, utakuwa church girl na church boy, alafu hauna chochote. Haleluya. Kwa sababu wameshaua mtoto ndani, kwa sababu kukaa au kuyazaa maono huwa ni vita kubwa. Kwa hiyo lazima upiganie maono yako, lazima upiganie karama yako, lazima upiganie kipawa chako, lazima upiganie ndoa yako, lazima upiganie watoto wako mpaka vitoke vikiwa salama. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu ambazo huwa zinainuka kuhakikisha hauzai, kuhakikisha ufanikiwi. Unaweza ukawa mahali hapo hapo wanapozaa wengine, hapo hapo wanapofanikiwa wengine, lakini wewe mimba unayoipata inaharibika, wakati wa kuzaa unazaa upepo. Haleluya. Na ukiona kabisa wamechoka, hawataki hata waone huo upepo, wanahakikisha na wao mwenyewe wanakumaliza. Haleluya, haleluya. Ndio maana akasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Kwanza unaanza na wewe, alafu wanafuata na wengine, kwa sababu tabia zinaweza zikaua huyo mtoto aliye tumboni mwako, kwa sababu hukai kwenye mwenendo ambao unampa Mungu nini? Utukufu. Haleluya. Kwa nini nasema kuzama makusudi kuna vita? Kwa sababu mahali hapo ndipo ambapo pata kufanya uchague unataka nini. Anasema nimeweka mbele yako uzima na nini? Na mauti. Kwa hiyo uchague unataka kufa au unataka uzima. Maana ukitaka uzima, maana yake umechagua kuzaa. Na ukichagua kuzaa, maana yake utakaa kwenye nafasi ya kuhakikisha hakuna mtu anakuua. Haleluya. Hakuna mtu anafanyaje? Luka 16:16 anasema nini? Luka 16:16. Hiyo nadhani ndio naongeaga vizuri zaidi. Inasema Torati na manabii. Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo. Tangu wakati huo. Habari njema ya ufalme wa Mungu. Habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa. Hutangazwa. Na kila mtu. Na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Hujiingiza kwa nini? Kwa nguvu. Hujiingiza kwa nini? Kwa nguvu. Hujiingiza kwa nini? Kwa nguvu. Anajiingiza kwa nini? Kwa nguvu. Sio kwa madoido. Maana unataka mtoto azalike, kuna nguvu lazima itumike. Unataka mambo yazalike, kuna nguvu lazima itumike. Anasema tangu enzi za Yohana mpaka sasa, ufalme wa Mungu, watu wanaingia ufalme wa Mungu kwa vurugu. Wanajiingiza kwa nguvu. Biblia yangu inasema tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka leo hii, ufalme wa mbinguni unashambuliwa vikali na watu wakali. Sema watu wakali. Watu wakali. Sema watu wakali. Watu wakali. Anasema na watu wakali wananyakua kwa nguvu. Wananyakua kwa nini? Kwa nguvu. Watu wa nini? Wakali. Sio watu legelege, sio watu waliopo, bali watu ambao wana nguvu. Wakali. Haleluya. Wanaotaka kufanikiwa lazima wawe wakali na wawe wana nguvu. Na wao wamechagua kufanikiwa. Na wao wamechagua kutokufa masikini. Kutokufa hawana kitu. Wao wamechagua kutokufa wakiwa wanadharaulika. Wakiwa hoya. Wamechagua kufa wakiwa mashujaa. Haleluya. Anasema wanajiingiza kwa nguvu. Maana yake kama hauna nguvu za roho na haujawa tayari kupikwa na kutengenezwa, maana yake utafia mlangoni na watu wengine watazaa vya kwao, watafanikiwa, na wewe utabaki umeng'ang'ania una hiyo rabashanda. Haleluya. Haleluya. Amina. Ndio maana Mungu anasema muwe na hekima na muwe na akili ya kuchagua. Nataka uzima. Kama nataka uzima na nimechagua uzima au uzima kwenye biashara, maana yake mafanikio, nizae mafanikio, lazima nimchague Mungu anayeweza kunipa mafanikio. Haleluya. Na nisitolewe na chochote na yoyote kwenye hilo nililolichagua. Haleluya. Kuzaa makusudi lazima uwe na shauku na uwe na utayari, tamani kuzaa, tamani kama wale ambao tunaona kule nyuma. Nyakati wa kwanza 16:11 nisomeni. Nyakati wa kwanza 16:11.